Wakati unaendelea kugawa hizo karatasi na kuzipokea, niombe tusimame kwa dakika angalau moja tuweze kumwomba Mungu kwa ajili ya kutusaidia tunapoingia katika kipindi hiki cha kurudi madhabahuni. Fumba macho yako. Baba Mungu, ninakushukuru kwa neema yako na upendo wako. Umetupa neema tena ya kurejea madhabahuni. Kutana na kila mmoja anayefuatilia kwa njia ya television na aliyeko hapa. Gusa kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen. Madhabahu ni eneo la kukutana na Mungu. Lakini leo kama unaandika dakika hizi chache, andika madhabahuni eneo la kupokea mamlaka. Madhabahuni eneo la kupokea mamlaka. Kabla ya kuingia kwenye maombi yetu maalum jioni ya leo, lazima uelewe kile ambacho Yesu amekupatia ili uweze kukitumia katika maisha yako ya kila siku. Katika safari ya kiroho, sio msaada tu tunaohitaji, bali tunahitaji pia mamlaka ya kiroho. Usije ukachanganya msaada ukadhani msaada pekee unatosha. Bila mamlaka ya kiroho, maisha yako yatakuwa ni magumu sana kiroho. Mamlaka ni uwezo wa kushinda, kuongoza na kuleta mabadiliko katika maisha ya muumini kwa jina la Yesu Kristo. Mamlaka haiji tu kwa kusoma, kusikia au kuletwa kupitia madhabahu ya kiroho, eneo ambalo huenda umejichagulia wewe mwenyewe, bali ni eneo ambalo Bwana amelichagua kukupatia hayo mamlaka. Kuna mambo ya kujiuliza yafuatayo, nisikilize kwa makini hapa. Namba moja, je, unatafuta mabadiliko maishani? Jibu ndani ya moyo wako tu. Je, unahitaji nguvu za kiroho kushinda hali ngumu? Basi ikiwa majibu haya yote ni ndio, ujue kwamba madhabahu ni mahali ambapo unaweza kupewa hii nguvu ya kushinda. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya. Mambo mangapi jamani? Mambo yote. Sikiliza. Unapomuona trafiki barabarani akinyoosha mkono wake namna hii, gari kubwa la mizigo lina tela mbili linasimama, nikuulize swali, kilichofanya gari lisimame ni nguvu ya trafiki au ni mamlaka ya trafiki? Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au hujaelewa swali. Kilichosababisha gari lisimame ni nguvu ya trafiki au mamlaka ya trafiki? Sikiliza andiko hili sasa. Luka sura ya 10:19. Baada ya kujibu hilo swali, sikiliza. Naam, nasoma Kiswahili cha kisasa. Nimewapeni uwezo wa kukanyaga nyoka na nge, nyoka na nge, na uwezo juu ya nguvu zote za yule adui. Hakuna chochote kitakachowadhuru. Haleluya. Nimewapa huo uwezo. Kinachosababisha gari lisimame sio nguvu za trafiki, ni kwa sababu ya ule uwezo aliopewa na serikali. Vivyo hivyo mtoto wa Mungu yeyote unanisikiliza, huna nguvu yoyote ya kumtoa shetani katika eneo lolote, ila una uwezo wa kumtoa. Haleluya. Umeielewa vizuri hiyo? Bado mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au adadavue tena. Amesemaje? Huna nguvu ya kutoa pepo. Huna nguvu ya kung'oa mlima. Ila una uwezo wa kutoa pepo. Ndio sababu yeyote, hata kama una ushirika kanisani, hiyo sio sababu. Sababu ni kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Na uvalishwe vazi la haki ya Kristo Yesu, ambalo adui akiliona ni sawa na mimi na uchungaji wangu wote. Nikiona mtu aliyevaa ile uniform nyeupe na kofia akifanya hivi, simwambii mimi ni pastor, ninapaki pembeni kwanza.
Haleluya. Mambo ya upasta baadaye. Akija kanisani yeye ni mshiriki, nikiwa barabarani mimi ni raia. Mungu atusaidie sana. Sikia hii kusaidie kwenye maisha yako. Uwezo wa kukanyaga nyoka na nge maana yake ni nini? Hii ni lugha ya kiroho inayomaanisha kushinda majaribu, pepo wachafu, hofu na mitego ya shetani. Yote tumepewa huo uwezo wa kukanyaga. Uwezo juu ya nguvu zote za adui. Maana yake ni nini? Si baadhi ya nguvu bali zote. Haleluya. Zote. Unapewa mamlaka na Yesu. Unashinda nguvu yoyote ya giza, uchawi, vizuizi vya familia na magonjwa. Hakuna kitakachokushinda kama tu unajua mamlaka yako katika Yesu Kristo. Ukielewa hii utaishi maisha ya amani. Sasa anaposema hakuna chochote kitakachowadhuru, mamlaka ya kiroho huja na ulinzi wa kipekee. Hii ndio litarajia mngeibeba vizuri katika maisha yenu. Wainjilisti wananisikiliza wako hapa. Unapoenda kukemea nguvu za giza mahali, acha woga. Unapewa ulinzi. Acha kutishika. Mmoja anasema nilipoomba baada ya pale nikasikia macho yanawasha. Ni mafuta tu ya ngozi yaliingia kwenye macho. Usije ukaamini kwamba kuna nguvu yote inaweza kupata. Wewe ni mtoto wa Mungu, unapewa ulinzi maalum. Haleluya. Nenda na hiyo imani kabisa. Katika madhabahu ndipo tunapata hii nguvu. Isaya 6 utasoma kwa muda wako, kuanzia fungu la 6 mpaka la 9 soma kwa muda wako, lakini kusome tu kidogo hii. Anasema, basi mmoja wa hao malaika akaruka kunijia, akiwa ameshika mikononi koleo lililokuwa na kala moto alilolitoa madhabahuni. Fungu la 7, naye akanigusa nalo mdomoni akasema, tazama, kaa hili limekugusa mdomo. Umeondolewa hatia yako, umesamehewa dhambi yako. Unapoguswa mdomo wako kwa utakaso wa kimungu, maneno utakayotamka yana mamlaka ya kimungu. Sio wewe unayetamka, bali ni Mungu anayetamka ndani yako. Kuna malaika umepewa kwa ajili ya kusaidia wakati wa mahitaji. Mtunga Zaburi anasema wanasikiliza neno la Mungu. Unapotamka kwa mamlaka ya kimungu utaona matokeo. Muangalie mtu kama Musa. Alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa, mchunga kondoo, lakini alipoambiwa nenda, fimbo ikabadilika. Badala ya kuwa fimbo ya Musa ikawa fimbo ya Mungu. Haleluya. Ukiamua na kukubali kutumiwa na Mungu, mikono yako sio mikono yako tena, inakuwa ni mikono ya Mungu. Kampuni sio kampuni yako tena, ni kampuni ya Mungu. Akaunti sio akaunti yako tena, ni akaunti ya Mungu. Hufikii level ya kumwambia Mungu tetea biashara yangu. Hiyo ni level ya wachanga kiroho. Waliokomaa wanamwambia Mungu tetea biashara yako. Vita sio vyenu. Vita ni vya nani? Ni vya Mungu. Mwachie Mungu afanye kazi hiyo. Elia katika mlima Karmeli, na ijulikane leo ni yupi Mungu wa kuabudiwa. Moto ukashuka. Kabla sijafika kwenye maombi, naomba niongee hizi pointi kwa spidi kubwa. Kwa hiyo unayeandika utafuatilia baadaye online, utapata hii vizuri. Namna ya kupata mamlaka madhabahuni. Ufanyeje? Namba 1, njoo kwa unyenyekevu. Yakobo 4:10. Watumishi wa Mungu, kinachotuangusha kiburi, kinachotuangusha kujiona, haki binafsi, utakatifu binafsi, vitoke katika akili na vinywa vyetu. Unapokuja madhabahuni, sarenda. Mwachie Yesu atende. Huna haki yako, bila Yesu huwezi kusimama. Namba 2, toba ya kweli. Acha kuungama dhambi kwa kujitetea. Hakuna dhambi iliyotendwa kwa bahati mbaya. Ulijua na ulitenda. Kiri, omba msamaha. Namba 3, kuwa na imani iliyo hai. Imani iliyo hai ni imani inayofanywa mazoezi. Hakikisha unaomba kwa imani. Hata kama huoni vitu vikitokea sasa, vinatokea katika ulimwengu wa roho, utakuja kuviona baadaye. Tamka neno kwa imani leo, unaweza kuliona likiota miezi 3 ijayo. Hatuendeshwi kwa kuona, tunaenda kwa imani. Naomba ndugu zangu waje hapa mbele tunapoingia katika ule wasawa kuleta maombi yetu. Unaweza ukaleta maombi yako sasa, walioko majumbani, walioko vituoni, kulingana na mazingira yenu.
Pokeeni hayo maombi ambayo watoto wa Mungu wameandika kwenye karatasi zao. Wazee wa kanisa wakiwa hapo mbele, fanyeni maombi, tunaungana pamoja. Aliyeko nyumbani, na wewe pia fanya hivyo kulingana na mazingira yako. Sio lazima uandike karatasi, unaweza ukatamka moyoni. Bwana anaona. Ujasiri wetu wote katika madhabahu, tunapokea nguvu kwa ajili ya damu ya msalaba. Ni Yesu pekee na damu ya agano inatuweka huru. Naomba watu wote mweze kusimama sasa. Leta maombi yako kwa haraka uwezavyo, tuna dakika 2 tu. Bwana anauona moyo wako. Tatu lifanye kuwa maombi. Nioshe na niwe wako, nawe uwe wangu. Nioshe damuni mwako, nioshe Tuimbe fungu la 5 kwa kutafakari sana. Fungu la 5 kwa kutafakari.